various ways. Karibu mtazamaji wa Kamata TV. Leo ni siku ya Ijumaa tarehe 27 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Habari kuu niliyokuandalia mezani kwangu ni pamoja na Iran yasema haitasita kujibu mashambulizi yoyote. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema kuwa Iran haitasita kujibu mashambulizi yoyote ya Marekani kwa kuvilenga vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyoko katika eneo la Mashariki ya Kati. Katika hotuba yake ya kwanza ya televisheni tangu kusainiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Iran na Israeli, Khamenei amesema kuwa mashambulizi yoyote dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu yatakuja kwa gharama kubwa, akitaja kuwa Iran tayari ililenga kambi kubwa zaidi ya kijeshi la Marekani Mashariki ya Kati iliyoko Katari baada ya Marekani kujiunga na mashambulizi ya Israeli. Kama ilivyokuwa katika kauli zake zilizotolewa zaidi ya wiki moja iliyopita wakati wa siku 12 za mashambulizi ya Israeli dhidi ya Irani, alipozungumza kutoka eneo lisilojulikana mbele ya pazia zenye rangi kahawia kati ya bendera ya Irani na picha ya mtangulizi wake Ayatollah Khomeini. Aidha, Khamenei amesema kuwa kuzingatia uwezo wao wa kufikia maeneo muhimu ya Marekani katika Mashariki ya Kati na kuchukua hatua dhidi yao wakati wowote unapohisi si jambo dogo. Katika moja ya matamshi yake, Rais wa Marekani Donald Trump alisema kuwa Iran lazima ijisalimishe. Hili halihusiani tena na urutubishaji wa Irani au sekta ya nyuklia pekee. Ni juu ya kulazimisha Irani kunyenyekea. Bila shaka kauli kama hii ni kujituhumu mno kutoka katika kinywa cha Rais wa Marekani Donald Trump. Rais wa Marekani Donald Trump alipoulizwa siku ya Jumamosi iwapo Marekani ingeshambuliwa tena Iran, ilijibu ndio ikiwa Iran itatengeneza upya mpango wake wa kurutubisha madini ya urani. Huku haya yakijiri, mamlaka ya Iran yenye jukumu la kuidhinisha sheria imepitisha mswada wa kusitisha ushirikiano wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA siku ya Alhamisi, ikieleza kuwa sababu ni mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani na Israeli. Wabunge walipiga kura kuunga mkono mswada huo siku moja baada ya usitishaji mapigano kumalizika vita vya siku 12 dhidi ya Israeli, ambapo Israeli na Marekani zilishambulia maeneo ya nyuklia ya Iran. Akizungumza na kituo cha televisheni cha serikali cha Iran IRNA, msemaji wa chombo hicho kinafahamika kama Baraza la Katiba, Tahani Nazif, amesema mswada huo ambao sasa utawasilishwa kwa Rais Masoud Pezeshkian kwa idhini ya mwisho utaruhusu Irani kufaidika na haki zote zilizoainishwa chini ya mkataba wa kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia NPT, hasa kuhusu urutubishaji wa urani. Tangu kuanza kwa vita tarehe 13 Juni, maafisa wa Iran wameikosoa vikali IAEA kwa kushindwa kulaani mashambulizi hayo. Aidha, Iran imekosoa azimio lililopitishwa na shirika hilo ambalo lililoshutumu Iran kwa kutotimiza majukumu yake ya kinyuklia. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amepinga hatua ya Iran iliyoshiriki mkuu wa Moscow ya kusitisha ushirikiano na IAEA.